Nikakutana na kijana mmoja wakati wa vita ya Kongo, wazazi wake walikimbilia polini. Kule polini mama akiwa ndo amejifungua siku ya kwanza, amejifungulia polini, na ndio mabomu yakaanza kulipuka. Akakimbia kuokoa maisha yake na watoto waliokuwa anaweza kukimbia nao. Kale kachanga akashindwa kukabeba, akakaacha pale msituni. Kwa hiyo walivyokimbia huku nyuma, wakaja nyani, hawa nyani wa msituni, wakakaokota kale katoto, wakaenda nako huko kwenye miti. Fikiria nyani wakaanza kukalea kale katoto, wakaanza kukalisha matunda, si kukalisha nini, katoto kachanga. Kalikuja kuokotwa na watu wa Red Cross akiwa na miaka 7. Ndani ya miaka 7 hajawahi kumwona mwanadamu, na hata alikuwa hajui, kwa sababu wale nyani walikuwa wamemlea, wanamficha kwenye machaka kule, wanamletea chakula, wanamletea maji, wanamlea kama wanavyolea vile vitoto vya nyani. Hakulelewa kama mwanadamu, kwa sababu alilelewa na nyani. Kila kitu nacho, kama ambavyo yule nyani analea watoto wake, na ndivyo alikuwa analea yule mtoto. Kwa hiyo mtoto akiwa na miaka 7 alikuwa hajui kuongea, alikuwa hajui jina lake, alikuwa hajui kuwasiliana na watu, alikuwa hawezi kukaa na watu. Wakati wamemchukua watu wa Red Cross, wamekuja wanamchanganya na watu, anatoroka, anakimbilia polini. Ni mwanadamu kwa nje, lakini ni nyani kwa ndani. Ndani anajitambua kama nyani, huku nje ndio amebeba features za mwanadamu. Hivyo ndivyo ilivyo kwa house girl na wazazi. Mtoto anapozaliwa, chochote kitakachokuja karibu yake ndivyo atakavyokuwa. Mtoto akizaliwa, umemaliza miezi 3, umemkabidhi house girl, umeenda kwenye kazi zako, wewe unakuja dakika chache tu, ameoga, amekula, haya, huna time naye. Tabia za mwanao hazitakuwa zako, zitakuwa za Ashura. Atafanya kama Ashura, ataongea kama Ashura,